Asante kwa kuchagua Special For You TV kuwa wa kwanza kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. No reform, no election. Kwa mara ya kwanza kabisa nimeweza kushuhudia watizedi wakiandamana na kusema kwamba endapo hakutakuwa na reform basi uchaguzi hautafanyika. Kwa mara ya kwanza kabisa, narudia kwa kusema kwamba kwa mara ya kwanza nimeweza kuona kumekuwa na ugumu. Sasa baadhi ya viongozi wa chama cha Chadema ambao wao wameweza kuzungumza wakisema kwamba kama kiongozi wao ambaye ni Tundu Lissu hataachiliwa huru ama atanyongwa, basi watawanyonga wote viongozi, kwa sababu wote wameamua kusimamia haki. Sasa sijui kuna kipi hasa ambacho labda kimetendeka. Kwenye comment pata kuhusu sana, ukidrop ya comment hapo chini na kuweza kuzungumza na sisi kupitia Special For You TV kutokana na yale ambayo yanaendelea. Tunajua uchaguzi upo mwaka wa 2025. Sasa ikiwa wakati wa kipindi cha uchaguzi ndio kunakuwa na, ama naweza kusema wakati watu wanajiandaa kufanya kampeni, ndio kunakuwa na vurugu kama hizi, viongozi kukamatwa huku na kule, kunaonekana kabisa amani inaanza kutoweka, kwa sababu kuna baadhi ya watu watakuwa wabaya. Inabidi hatua sahihi zichukuliwe. Hatua sahihi, naamini kabisa serikali inajua, kwa sababu serikali ina mkono mrefu sana na inajua jinsi gani itaweza kufanya ili kuhakikisha amani. Kama viongozi wa upinzani wanalalamika, basi inabidi kabisa kwamba waachiwe wafanye uchaguzi, na pale yule atakayeshinda ama atakayechaguliwa kwa kura sahihi basi aweze kuachiliwa. Mi nataka tutazame video hii hapa, alafu we mwenyewe uta drop ya comment hapo chini. Kama wakimnyonga mheshimiwa mwenyekiti wetu, waandae makaburi mengi ya kutufukia, kwa sababu hatutakubali, tutanyongwa pamoja naye. Ninamaanisha hivi kwa uelewa wetu mdogo kama kamati tendaji ya jimbo la Geita. Kesi ya uhaini ni kesi ambayo haina dhamana, si ndio jamani viongozi? Si ndio jamani? Na kesi ya uhaini hukumu yake ni nini? Kunyongwa. Si ndio jamani? Si ndio jamani? Sasa kama wakimnyonga mheshimiwa mwenyekiti wetu, waandae makaburi mengi ya kutufukia, kwa sababu hatutakubali, tutanyongwa pamoja naye. Si ndio jamani kamanda? Ndugu waandishi wa habari, Chadema sio wahaini wala Lissu sio muhaini, bali Lissu anasimamia no reformers, no election. Anatoa elimu ya uraia kwa Watanzania wote na wananchi kwa ujumla, kwa kutambua haki hizo za kuishi, kuchagua kiongozi unaomtaka, heshima ya kura ya mwananchi, haki ya msingi ya kupiga kura na kuchagua kiongozi ambaye wanamtaka wananchi awaongoze. Hivyo basi tunatangaza kuanzia huo leo kuwaelimisha wananchi kutaka kuchagua kiongozi wanaomtaka na kura yao iheshimiwe. Huo sio uhaini. Tunamuomba Tundu Lissu atoke gerezani, tuje tuchape naye kazi na tufanye kazi. Bisa kwa majina anaitwa Samuel Rioba Muita, ni mjumbe mkutano mkuu taifa tokea jimbo la Geita vijijini. Kwanza kwa Mtanzania yoyote, acha sisi wa Tanzania nani wana Chadema, watu wengi wamesikitika sana kamba mwenyekiti amekamatwa. Ndio ameanza hiyo operation ya siku 24 huko tuku nani mikoa ya kusini huko. Sikuwahi kuona Watanzania wakiweza kuongea maneno mazito kama hayo hapo. Unajua nchi yoyote ambayo inaongozwa na chama kimoja kwa muda mrefu, huwa baadhi ya viongozi hawana say, lakini pale demokrasia inapokuwa, ina maana kwamba kuna baadhi ya viongozi wanapewa nafasi sasa ya kuweza kuongea. Haijalishi wewe mwananchi unatoka katika chama gani, iwe unapigania Chadema, unapigania CCM, ama kama kuna chama kingine, basi unapopewa uhuru wa wewe kuzungumza na kuamua kutetea kile ambacho wewe unakiamini, hiyo ndio demokrasia ya kweli. Lakini pale ambapo ukiangalia kama hapa 254 utapata kwamba kiongozi anaweza kuongea anything as long as wote hawapo mamlakani. Lakini also hata kama upo kwa mamlaka, lakini imefikia time ya uchaguzi, basi inapofikia time ya uchaguzi
na wote wale ambao mnaenda kupigania kile kiti, wote mna haki ya kuzungumza na kuuza sera zenu. Sasa ina depend utauza kwa njia gani. Kama unauza kwa matusi, wananchi ndio watakapoamua kwamba huyu hatumtaki. Kama wanapenda matusi wananchi, basi watakuchagua. Na wewe kama unapenda amani, hautukani mtu, basi ndipo wananchi watakapoamua. Kama wao wanapenda mtu wa amani, watakuchagua, na kama hawapendi mtu ambaye anaongea maneno ya amani na utulivu, basi hawatakuchagua. Kwa hiyo demokrasia ipo kwa kila mtu, na demokrasia ndio huleta amani, kwa sababu kila mwananchi anakuwa na uamuzi wa kuongea na kusema kile ambacho kinatakikana. Unaona nchi za wenzetu kama Asia, Europe ama Amerika, wanazungumza, watu wanatoka wakizungumza, so inakuwa ni rahisi sana kuweza kueleweka na ni nani wanayempenda. Kwa hiyo kama tunavyoona kwamba aliingia Trump akatoka after 4 years, hajamaliza hata term zake zote mbili, term ya kwanza tu katoka. Kaingia Biden wakaona hafanyi vizuri, wakamchomoa pia 4 years, and then karudi Trump, wanaona bora yule Trump. Kwa hiyo usijali, unaweza ukatolewa saa hii, lakini time yako ikaja na ukapita tena. Kwa hiyo tusigombania madaraka na kung'ang'ania viti ambavyo maybe sio njia zetu tunazotakiwa kupita kwenye maisha, ila ung'ang'anizi ndio unaotufanya tuonekane wabaya kwenye jamii. Sasa unapata jamii yote unajua siku hizi viongozi wa Kiafrika they don't care kwamba nani atanichukia. Ukinichukia usinichukie, mradi ninapata pesa ama ninafanikiwa hapa, mimi ni kiongozi, utajipanga. Ukileta mdomo ukizidisha, mimi nitakufanyia kitu mbaya ambayo wewe hautawahi, kwa sababu nina mamlaka yote. Lakini kumbuka kwamba uongozi ni kama koti la kuazima. Siku zote anayelijulia uchungu ni yule mwenye nalo, na ukumbuke hilo koti itafikia time tu utalivua, hata kama umeshalitoboa utampatia mwenye nalo. Be simple, be social.